Baada ya mfalme kutoka vitani, mfalme anagundua kwamba Mungu Zeus amejibadilisha yeye kama mfalme na kufanya mapenzi na Malkia, kitendo ambacho kilipelekea Malkia kupata ujauzito wa Zeus. Sasa baadaye, baada ya Malkia kujifungua, mfalme alimchukua Malkia pamoja na mtoto wake wakiwa hai na kuwafungia kwenye jeneza, kisha baada hapo akalitosa baharini. Noma sana ise. Na alifanya hivyo kwa makusudi ya kumlipizia kisasi Mungu Zeus. Sasa lile jeneza likatembea mpaka likaokotwa na hawa wavuvi. Walivyofungua akashangaa kumuona mtoto na mama. Mama alikuwa tayari ameshafariki, lakini mtoto akawa ni mzima. Basi yule mtoto akabidi alelewe na wavuvi na jina waliompa Perseus. Miaka 12 baadaye Perseus alikuwa ashakuwa na akawa anamsaidia baba yake kwenye uvuvi. Mara ghafla kufika eneo hili wakashangaa lile sanamu la Zeus limedondoka chini. Wakawa bado wanatahamaki ni kitu gani? Mara ghafla ikatokea mizuka inayoongozwa na Mungu wa kuzimu. Mizuka ile ikawa inawashambulia maaskari waliokuwa wanalinda ule ufalme. Basi baada ya muda Mungu wa kuzimu akajitokeza live. Akawa ameshatambua kwamba huu ni kijana wa Zeus ambaye ni Perseus son of God. Sasa bwana pale pale wakiwa wamezubaa akacha komboro moja kali sana likaribu ile meli yao, kwani alitambua kabisa huu kijana atakuwa ni kikwazo kwenye mipango yangu ya baadaye. Basi bwana baada ya pale Mungu wa kuzimu akaenda kumpiga mkora Zeus, lakini Zeus hakuongea kitu. Perseus baadaye akaja okolewa na wavuvi ambao walikuwa wanapita maeneo hayo. Sasa walipofika katika ufalme huu wakashangaa kuona kwamba huyu ndio mfalme ambaye anamwabudu Mungu wa kuzimu. Sasa ikashangaza kuona Malkia wa ufalme ule akiongea maneno fulani ajabu. Sisi ndo tunastahili kuabudiwa, kwani sisi ndo miungu halisi. Bwana. Sasa kabla hajamaliza kuongea maneno yale, ghafla bwana moshi ukaanza kutokea. Mungu wa kuzimu huyu amefika. Noma sana. Sasa wakati Mungu wa kuzimu anatokea, Perseus akaona kwamba huyu jamaa amemfuata yeye, kwa hiyo ikabidi aende kujitetea. Safari hii Mungu huyu hakuja bwana kwa ajili yake yeye, alikuja kwa ajili ya ufalme. Basi pale pale Malkia bwana akapewa laana na huyu Mungu wa kuzimu akafa. Kisha Mungu wa kuzimu akatoa maagizo, nawapa siku 10 za maandalizi, anahitaji mtoto kipenzi princess, mtoto wa mfalme atolewe kafara kwa ajili yake. Baada hapo akapanda juu kidogo alafu akavimba. Akamwangalia Perseus na kumwambia, wewe bado ni kijana mdogo sana, usijaribu katu kushindana na mimi. Muulize babako Zeus kwamba mimi ni nani. Baada ya pale Perseus akapelekwa gerezani. Sasa akiwa gerezani mwanamke fulani akamtokea na kumwambia kwamba yeye amekuja kumsaidia ili kufanikisha lengo, kwani lengo la yeye kuzaliwa jamaa ni kuokoa ulimwengu kutokana na maovu anayoyafanya Mungu wa kuzimu. Sasa jukumu linalomkabili kwa sasa ni kwenda kutafuta upanga ambao uliobarikiwa nguvu za kimiungu ambao alikuwa anautumia Zeus. Walisafiri umbali mrefu kupata huo upanga. Baada ya kupata ule upanga bwana, Perseus akaangalia ule upanga, kweli una nguvu, lakini hakuupenda ule upanga, akautupa akamrushia general. Aliona kama unamzingua tu akaudharau. Basi kuna mfalme mmoja ambaye wa zamani alipewa laana na Mungu Zeus na kupelekwa kuzimu. Baada ya kukutana na Mungu wa kuzimu, baada hapo Mungu wa kuzimu akaona kwamba huyu jamaa atamfaa na kumpa nguvu, kisha akamrudisha duniani kwenda kupambana na Perseus mtoto wa Mungu Zeus. Basi bwana watu hao wakakutana bwana, ilikuwa ni patashika ise. Perseus alipigika baada ya kukutana na huyu jamaa, alikuwa ni mgumu sana. Perseus akiwa na jeshi lake wakijaribu kupambana, bwana Perseus akachukua ngao pamoja na upanga, akaona bwana fulani ambao ni nge mkubwa sana. Sasa ili kumuua huyu nge lazima utumie upanga fulani maalum, kwani hawa nge wanakuwa na sumu kali sana kwa sababu pia wana nguvu za kichawi. Ila Perseus bwana alizarau ule upanga, akajaribu kutumia nguvu zake. Ilikuwa ni noma sana. Cha ajabu anapofanikiwa kumuua nge huyu, wengine wakaanza kutokeza. Ilikuwa ni vita moja kali sana, lakini baadaye alifanikiwa kuwakimbia nge wale baada ya kutokea mchawi fulani ambaye ana nguvu fulani za kuweza kuwaongoza wale. Basi baada hapo safari ikaelekea mlimani. Walipofika juu wakakutana na hawa ndugu watatu. Hawa ndugu watatu bwana wanatumia jicho moja kuona. Jicho lao lipo kama tochi na wanalishikilia mkononi. Hawa watu walikuwa ni watu wa ajabu sana. Wakawa wanawaomba ramani ya kumfikia Medusa. Sasa muda ule wakiwa katika harakati za kumtafuta Medusa, Perseus anakutana na baba yake ambaye ndio Zeus kwa mara ya kwanza. Lakini Perseus bwana hakuonesha respect yote kwa baba yake, kwani alikuwa anamchukia sana. Lakini Zeus akaona haina noma, akamwachia kwenye fulani. Baada ya hapo akaondoka zake. Baada ya safari ndefu akawa amefikia hapa. Ila sasa hii sehemu kukaa kuna mpaka, kwani wameshafika kwenye utawala wa Medusa. Sasa ili kuvuka kwenda upande wa pili lazima itolewe sadaka ya damu. Lakini Perseus bwana akatoa coin fulani. Ile coin baada ya kurusha juu, ile coin ilikuwa na maana yake ambayo ndio ile aliopewa na baba yake. Kumbe ile coin bwana ilivyoingia kwenye maji ikaweza wao kuwaruhusu kupenya kwenye ule mpaka bila kutumia kafara ya damu ya kumtoa mtu sadaka. Sasa bwana ngoma inakuwa ngumu baada ya kufika hapa kwenye maeneo ya Medusa. Bwana ilikuwa si mchezo bwana. Sasa muda ule wakati wamejipanga kwa ajili ya mashambulizi, kumbe mwanadada Medusa bwana alishawaona kitambo, akawalia timing na kuwasukuma kwenye tanuru la moto. Alikuwa noma sana ise. Baada hapo akawa
anamvizia moja moja, akikutizama na wewe ukimwangalia tu basi umeisha bwana, umegeuka jiwe. Sasa huyu mwanamke bwana akikuangalia na macho yake, ujue hapo hapo wewe unageuka kuwa jiwe bwana, noma sana ise. Baada hapo akawa anamvizia moja moja, akikutizama na wewe ukimwangalia tu basi umeisha bwana, umegeuka jiwe. Sasa huyu mwanamke bwana akikuangalia na macho yake, ujue hapo hapo wewe unageuka kuwa jiwe bwana, noma sana ise. Historia ya huyu mwanamke Medusa ni mwanamke ambaye alikuwa ni mrembo, lakini baadaye alikuja kupewa laana baada ya kufanya makosa fulani ambayo ilimfanya ageuke na kuwa kiumbe wa ajabu. Sasa hapa Medusa anashangaa, mbona huyu mwamba ageuki jiwe? Hakujua. Akiwa anashangaa ule mzimu si ukajilipua? Noma sana. Medusa alimaindi sana kwani aliumia sana baada ya ule mlipuko wa mzimu. Sasa huku akiwa anajivutavuta ili kujipanga upya na mashambulizi. Sasa kabla hajakaa sawa, mwamba fulani akashuka na kitu chenye ncha kali na kumchoma mkia wake. Medusa aliumia sana. Basi pale Perseus ikabidi atumie image ambayo inatoka kwenye ngao na kuangalia kichwa cha Medusa kiko wapi. Pale akapita na shingo ya Medusa. Mwamba huyo kichwa kikaa kimeondoka cha Medusa. Wakati bidada akimwangalia Perseus kwa kufanikiwa jambo lake, ghafla bwana ule mfalme ambaye alikuwa mfuasi wa Mungu wa kuzimu akatokea kwa nyuma na kumchoma kisu. Yule bidada akapoteza maisha bwana. Perseus akawa anapambana na ule mfalme lakini ikawa ni ngumu kumpiga bwana. Sasa baada ya kuona mambo yamekuwa mengi, kabidi atumie ule upanga ambao alipewa na baba. Cha ajabu bwana, baada ya kutumia ule upanga akajikuta na nguvu ya ziada, yani amekuwa na nguvu extra. Ndo akafanikiwa kumuua yule mfalme, lakini kabla hajafariki ule mfalme akamwambia kitu kwamba nimeamini kwamba wewe una nguvu, lakini usije ukamwamini Mungu Zeus. Baada ya hapo sasa kule kwenye ufalme ikawa zishatimia siku 10 ambazo alitoa yule Mungu wa kuzimu. Ikawa ndio imefika ile siku ya yule binti wa mfalme kutolewa sadaka. Likatokea likiumbe la ajabu kubwa kwenye bahari, likaanza kuwashambulia wananchi bwana. Wakati jambo lile linafanyika, Mungu wa kuzimu akamfuata Zeus na kumpiga mkwara na kumwambia kwamba ulimwengu wa duniani ni mahala pangu mimi na ni tawala yangu. Zeus akakasirika kusikia vile, lakini akazuiliwa. Akampa onyo kali kuwa nina uwezo wa kufanya chochote kile, kwa hiyo asijaribu kumzuia kwa jambo la aina lolote. Lakini Zeus alimjibu kwamba huna mamlaka ya kuadhibu wanadamu na lazima huo mpango wako utafeli. Baada ya hapo Perseus akiwa na farasi wa ajabu akiwa anawahi kwenye ufalme kwenda kuokoa ufalme usiangamie. Lengo la Perseus ni kwenda kutumia kile kichwa cha Medusa ili kumwangamiza yule kiumbe wa ajabu. Ghafla yule Mungu wa kuzimu anatokea na kutuma mashetani yake. Basi ile mashetani akapambana na kuchukua kile kichwa cha Medusa kisha kukimbia nacho. Lakini Perseus ni kijana ambaye alibarikiwa nguvu sana, kwa hiyo ikabidi apambane na vile vinyamkera, kwani kile kichwa cha Medusa ndiyo silaha pekee ambayo itakaoleta ukombozi, kwani ndiyo yenye uwezo wa kumwangamiza yule kiumbe wa ajabu. Basi Perseus baada ya mpambano mkali anafanikiwa kumuona yule shetani ambaye alifanikiwa kumpokonya kile kichwa na kupambana naye bwana. Ilikuwa sio kazi rahisi Perseus kupambana na lile shetani, lakini kwa sababu na yeye alikuwa na nguvu za kimiungu ndani yake, basi alifanikiwa kumdefeat yule shetani na hatimaye kufanikiwa kupata kile kichwa bwana. Baada ya pale ile dubwana alikaa lishafika mbele ya princess likiwa limejiandaa kummeza princess. Sasa ghafla bwana Perseus akatokea na kile kichwa cha Medusa. Bwana baada ya kukiangalia kile kichwa bwana, yule kiumbe wa ajabu bwana akaanza kuganda na kuwa jiwe bwana. Bwana ilikuwa si mchezo. Hii ni hatari. Wakati jambo lile linafanyika, akatokea jamaa fulani akataka kumuua princess, lakini mfalme akamzuia. Kuliko binti yake afe, ni bora aangamie yeye. Kiumbe alijitahidi kutaka kumwangamiza Perseus, lakini ilishindikana kwani alikuwa ameshachelewa. Chezea Medusa wewe, lazima usaliti amri bwana. Kile kiumbe kikaa kimeganda, kimekuwa kama jiwe na baada hapo kikasambaratika. Ilikuwa ni hatari sana kwani kilikuwa kinamomonyoka kama udongo. Perseus alihisi tayari ameshinda, lakini bado bwana vita ikawa bado ni kubwa la maadui. Mungu wa kuzimu ndo akajitokeza anataka sparring. Perseus akasema sio kweli, wewe safari hii sikuache. Kwa hasira akautoa ule upanga wa maajabu na kuunyosha juu mbinguni, kisha akaurusha kuelekea aliposimama ule Mungu wa kuzimu na kwenda kumwangamiza ule Mungu wa kuzimu. Basi baada hapo ndo ikawa ndo mwisho wake na Mungu wa kuzimu akarudishwa kuzimu na dunia ikabaki waishi wanadamu kama ilivyo taratibu ya kiulimwengu. Perseus akamwokoa princess na kuondoka zake. Baada hapo Mungu Zeus akamtokea mwanae na kumpa pongezi kubwa, kwani amefanya jambo kubwa sana la kuiokoa dunia. Basi baada mazungumzo kidogo, Zeus ikabidi amzawadie mwanae zawadi ambayo anajua kabisa huyu mwanamke alikuwa anampenda, lakini kwa bahati mbaya alifariki vitani, kwa hiyo akamrudishia uhai. Baada ya hapo Zeus akapotea na kuacha wawili hawa wakaanzisha dunia yao, kwani walikuwa wanapendana sana. Basi wanazengo, picha yetu ndio ikawa imeishia hapo, japo natamani iendelee, lakini ndio imeishia hapa bwana, maana hii picha ilikuwa ni nzuri sana. Tukutane tena kwa vigongo vijavyo na asante kwa kuangalia.